الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على المصطفى وعلى آله وصحبه المرتضى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Na ndugu zangu katika imani, kama tulivyowaahidi kwamba tutaielezea historia na maisha ya Bwana Mtume Muhammad, hatimaye leo tena tunakuja kujaribu kuielezea kadiri ya uwezo ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala atatuwezesha. Na tukiingia moja kwa moja katika mada yetu, wanawazuoni katika fani ya historia, ndugu zangu Waislamu, wamegawanya nasaba ya Bwana Mtume Muhammad katika makundi matatu. Kundi la kwanza, ndugu zangu Waislamu, ndilo kundi linalokubaliwa na kuwa na usahihi na makubaliano juu ya wanawazuoni wote. Kundi hili, ndugu zangu Waislamu, linaiangalia nasaba ya Bwana Mtume Muhammad kutokea pale kwa baba yake mzazi ambaye ni Abdallah mpaka kufikia kwa mzee Adnani. Kundi la pili, ndugu zangu Waislamu, lina shaka, kwani hakuna makubaliano ya ujumla juu ya baadhi ya watu. Na kundi hili linaangalia nasaba ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuanzia pale kwa mzee Adnani mpaka kufikia kwa Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam. Kundi la tatu, ndugu zangu Waislamu, lina shaka juu ya upokezi wake au juu ya ukweli wake. Kundi hili, ndugu zangu Waislamu, linaiangalia nasaba ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kutokea kwa Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam mpaka kufikia kwa Nabii Adam alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo insha Allah, wacha tujaribu kuelezea nasaba hizi kutokana na makundi mbalimbali. Ama kundi la kwanza, ndugu zangu Waislamu, tunaanzia kwa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, baba yake Abdallah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib jina lake halisi alikuwa akiitwa Shaiba bin Hashimi. Hashimi alikuwa akiitwa Amri bin Abdul Manaf. Abdul Manaf alikuwa akiitwa Mughira bin Qusay. Qusay alikuwa akiitwa Zaidi bin Kilabi bin Murra bin Ka'bi bin Lu'ay bin Ghalib bin Fahri. Fahri huyu, ndugu zangu Waislamu, alikuwa akiitwa Quraish, na kutokana na yeye ndio tunapata kabila la Makuraishi. Fahri ibn Malik bin Nadri alikuwa akiitwa Qais bin Kinana bin Khuzaima bin Mudrika alikuwa akiitwa Amiri bin Ilyas bin Mudari bin Nidari bin Maadi ibn Adnani. Hii ndio nasaba ya kwanza katika kundi la kwanza, na tumesema kwamba ndilo kundi ambalo lina usahihi na makubaliano juu ya wanawachuoni wote. Ama kundi la pili, ndugu zangu katika iman, tunaanzia kwa mzee Adnani bin Addi bin Humais bin Salama bin Ausi bin Buzi bin Qamwali bin Ubay bin Awamu bin Nashid bin Hazza bin Bilah bin Adlaf bin Tabikh bin Jahim bin Nahish bin Makhi bin Aidi bin Abqara bin Ubaidi bin Adda bin Hamdan bin Sambir bin Yathrib bin Yahzin bin Yalham bin Arwa bin Aidi bin Deshan bin Aisar bin Afnade bin Ayham bin Aksar bin Mahith bin Zahith bin Sami bin Mazi bin Auda bin Aram bin Qaidar bin Ismaila ibn Ibrahim alayhi massalatu wassalam. Kundi la tatu, ndugu zangu katika imani, tunaanzia kwa Ibrahim alayhi salatu wassalam, tunaendelea mpaka kutaja nasaba hizi zote. Ibrahim alayhi salatu wassalam bin Tarih alikuwa akiitwa Azar bin Nahur bin Saruh bin Raw bin Falih bin Abir bin Salih bin Arfakh bin Akhfakshad bin Sam bin Nuh alayhi salatu wassalam bin Lamik bin Mudlashak bin Akhmush bin Yarid bin Mahlai bin Qalib
bin Qabil bin Anusha bin Shethi ibn Adam alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, hii ni kipengele cha kwanza.